naitwa Judge Cloud, mimi mtangazaji wako wa DMTV NSA, na hii hapa ni media pendwa kabisa ambayo inaitwa kwa jina la DMTV NSA. Nikumbe katika kupata video hizi moja kwa moja, nenda hapo kwenye kitufe cha rangi ya nyekundu, uandike usubscribe. Ukisha subscribe moja kwa moja utaenda kwenye sehemu ambayo imeandikwa comment, uache comment, and then usikose ku like kila video zetu zote. Ni mimi mtangazaji wako Judge Cloud. Nikumbe tu wa kwanza kupata video zetu lazima usubscribe. Kama kusubscribe utatafuta zingine video ziko wapi, utakapotumia link hii basi video nyingine ambayo inaweza kuja uwezo kupata link. Lakini kama ukisubscribe na tukiposti video zetu basi utakuwa wa kwanza kupata video zetu. Kwa hiyo ni mimi mtangazaji wako Judge Cloud. Asante. Mtazamaji wa DMTV NSA, na leo tupo na mazungumzo. Tumekutana na mzee wetu hapa, lakini kabla tujaanza maongezi nahitajika tufahamu majina yake. Anaitwa nani kaka, vipi? Poa, mimi naitwa Dr. Kinyesi. Majina kamili naitwa Manda Oscar. Okay, sawa Dr. Kinyesi, mimi nashukuru kwanza kufahamu, na nahisi sio safari ya kwanza kufanya mahojiano na wewe, si ndio? Ni kweli, hapa Marekani naona TV yako ni mara tatu hivi unakuja kunioji. Yes, hii hapa ndo safari ya tatu mimi kufanya naye mahojiano. So tutakuwepo na mazungumzo leo, na leo tutazungumzia kuhusu hali ambayo iliyopo sasa hivi nchini Tanzania, na tutazungumzia baadhi ya sehemu, taarifa kuhusu nchi yetu ya Kongo. Kaka vipi, nataka niulizie kuhusu taarifa zinazoonekana mtandaoni sasa hivi kwa hali ambayo inayopitika Tanzania. Unaisikia? Ni kweli, mimi mwenyewe Tanzania na familia kubwa. Maana Tanzania imekaa pale zaidi ya miaka 20. Mimi ni Mkongomani, lakini nimetokea Tanzania kuja hapa Marekani. Kwa hiyo taarifa zote ambazo zinapitika Tanzania nazifuata kwa sana. Okay, so issue ni kwamba taarifa ambazo zinapitikana Tanzania kila mtu amesikia na yeye anaziona kila siku, anazifuatilia. Mimi swali langu naweza nikauliza swali moja ambalo nataka kuuliza kuhusu uchaguzi ambao ulipita tarehe 29 na wananchi wakaanza kuandamana. Kwa upande wako unaonaje? Ni kweli, Tanzania ni nchi ambayo tulipenda sana, lakini kibinafsi mimi sio Mtanzania, lakini nataka nitoe ni kweli maandamano yalikuwepo na siku ya uchaguzi. Kibinafsi mimi naweza kusema tu kwamba Tanzania ingie kwa maridhiano kuhusu vyama vya upinzani. Uchaguzi uliofanyika Tanzania sio uchaguzi kihalali, sio kweli, sababu hakuna nchi, ni Tanzania ambayo imeweka historia. Ni nchi pekee ambayo maandamano yako hawahitaji uchaguzi na uchaguzi unafanyika. Ni nchi pekee ambayo imeweka historia Afrika nzima. Sasa kabinafsi inakuwa natuweka kutujengea hata sisi huku tulioko huku tunaweza nchi za kigeni, inakuwa inatuweka sisi kama viongozi wetu hawana maana, sababu huwezi kuwa uchaguzi maandamano huko kwenye nchi yako unasema kuna uchaguzi. No, hapana. Unasema sio kweli Tanzania walifanya uchaguzi, hawajafanya uchaguzi, hapana. Okay, so mimi swali langu ni kwamba hivi umesema kwamba umeishi takriban Tanzania miaka 20, na kama umeishi Tanzania miaka 20 hivi, kuishawahi tokea uchaguzi Tanzania chama kikawa tu ni mgombea mmoja tofauti na wengine kugombea katika kiti cha urais kweli? Hapa ni kweli ilitokea. Tanzania ilikuwa ni nchi ya vyama vingi,
nchi ambayo ilikuwa ya kidemokrasia, licha kwamba demokrasia inawekwa down, ila ni mara ya kwanza katika historia Tanzania kuwa na vurugu, kwanza kusema jenzi. Kifupi tu naweza kusema sio sana, sababu Samia ndio rais kwa sasa. Walisema, walitangaza matokeo, walisema Samia ni rais hapa, ni rais ambaye alichaguliwa. Hapana, Samia kwanza historia yake yeye hajachaguliwa, ila mimi sio Mtanzania. Samia alipita baada ya Magufuli kama katiba ilivyoongea. Hata Samia akifa sasa hivi tena ule mwenyekiti CCM, naweza kusema CCM tu. Kifupi naweza kusema siwezi kuingilia sana masuala ya Tanzania, lakini uchaguzi Tanzania hakuwa na uchaguzi. Hakuwa na uchaguzi, hapana. Siwezi kusema hiyo. Okay, so mtazamaji wa DMTV anasema kwamba yeye hawezi akaingilia masuala ya Tanzania kwa sababu yeye sio Mtanzania, ila na mambo ya siasa ya Tanzania hawezi akaingilia, lakini taarifa ni kwamba kwa hali ambayo iliyopo Tanzania sasa hivi sio nzuri, ila ngoja tumrudishe kwa nchi ambayo anaifahamu. Asema ni Mkongo, lakini ngoja tufanye mahojiano kwa nchi yao ya Kongo. Sasa mimi nataka niulizie kwa hali ambayo iliyopo Kongo, kwa sababu kuna vyama vingi sana vya siasa ambao vipo Kongo, na vyama ambao vinatetelea watu, wanasema kwamba wenyewe ni watetezi. Kwako unalionaje? Ni kweli Kongo yetu ni nchi nzuri sana, licha kwamba mimi nimetoka kwangu yani naweza kusema tu nimetoka Sud Kivu, naweza kusema yani Kongo ya hapa kusini. Kifupi naweza kusema vyama vingi Kongo kwetu, lakini nchi yangu haijawa vizuri kupitia zone yangu, naweza kusema region. Naweza kusema hatujawa sana na muungano sana, wala kusema kwamba tuna rais wa Jamhuri ya Kongo, hiyo siwezi kusema. Okay, so mimi ngoja niende moja kwa moja kwenye point. Hivi nataka niulizie, kwa sababu unasema umetoka Kongo na wewe ni mzaliwa wa Kongo, hivi tunataka tufahamu wa Majimaji ni watu wa aina gani? Kongo wa Majimaji hakuna Majimaji, ila kuna wazalendo. Okay, tuzungumzia wazalendo. Au wazalendo ni watu wa aina gani? Hivi kuna watu ambao wanajiuliza wazalendo ni watu wa aina gani? Wazalendo, kifupi unauliza swali nzuri, nataka nikujibie. Wazalendo hata kwa sasa mimi ni mzalendo, navyoongana wewe kwenye TV yako, mimi ni mzalendo. Mzalendo ni mtu ambaye anajitolea kiari na mali, chochote ambacho kitajitokeza yeye yupo, yani ajali huyu ni nani anajitokeza kwa sababu ya ardhi yake, kutetea ardhi yake, ndio mzalendo. Yani unatetea kila ambacho cha kwako, ndio mzalendo. Okay, so kama mzalendo ni yule ambaye anatetea kila ambacho ni cha kwake, ndio mzalendo. Na mzalendo maana yake inamaanisha kwamba mzalendo sio serikali. Hivi au wazalendo wanapataje silaha? Mzalendo apate silaha sipate silaha, lakini nakwambia mzalendo ni mtu ambaye yani kwa hali zote anatetea ardhi yake, sio kwamba silaha kwanza yeye kujitetea. Yani kwa mzalendo ni silaha ya kwanza. Silaha hizo zote awe na upanga sio na upanga, lakini kwanza yeye ameshajitoa mwanga. Yeye ni mzalendo, anataka kutetea nchi yake, yani ardhi yake, sio nchi, ardhi tu. Sio uzalendo, sio nchi, ni ardhi yako ile ambao unaishi, hata nyumbani kwako. Yani nyumbani kwako huko, uzalendo kwako. Hakuna mtu anaweza kuja kuchukulia nyumbani kwako aseme mimi nataka hii nyumba iwe kwako. Uzalendo unaanza kwanza kwako, tarafa na kadhalika, naweza kuongea. Okay, so kama unazungumza hivyo, mimi tu swali langu liko pale pale, kwa sababu kwa wazalendo ambao unawazungumzia wewe katika video kwenye mitandaoni, tunawaona wana silaha ambazo ni za moto kabisa. Ndio swali langu mimi, wanapataje hizo silaha za moto?
Okay, ni kweli. Unajua sisi wazalendo sana, ni hii lugha wazalendo imetoka katika, naweza kusema kwenye zone yetu. Zone naweza kusema kwa Kiswahili tarafa ya Fizi, na hapa ndio kumekuja neno wazalendo. Wazalendo wamepata silaha kupitia baada ya kuingia adui amekuja. Yani wazalendo walichukua, hawajapata silaha kutoka kwa serikali, walichukua baada ya adui kumpiga adui. Ule adui ambaye alikuja na silaha, wakaja wakakuta wazalendo na nchi yao. Baada baada ya kupiga ule adui ndio tukapata silaha, ila hatujapewa silaha na government. Hapana, wazalendo wamechukua silaha kupitia wale adui ambao walikuwa wanakuja kutaka kutunyanyasa ardhi yetu. Okay, so labda mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi wa DMTV anaweza kujiuliza huyu adui ambao wazalendo wanapigana naye ni nani? Sisi naweza kusema kwa namna moja na nyingine, tunaweza kusema mfano Sud Kivu yetu, sisi hatupigane na mwingine, tunapigana na huyo anayeitwa Mnyamulenge, ambaye Mnyarwanda ambaye anajiita Mkongomani. Lakini kwa namna moja huyo Mnyarwanda hatupigana na Mnyarwanda, sisi Tunapigana na Mnyamulenge. Tunapigana na huyo Mnyamulenge anayeitwa Mnyamulenge. Okay guys, kama gisi mnavyosikia, labda unaweza kuwa na maswali, unakaa najiuliza hivi Kongo wazalendo ni watu wana gani? Kama gisi mnavyomsikia, amesema kwamba mzalendo ni yule mtu ambaye anatetea ardhi yake, ndo mzalendo. Na nikamuuliza swali la pili, hivi huyo mzalendo anapigana na nani? Amesema kwamba wazalendo Kongo wanapigana na wale watu ambao wanataka kunyang'anya, wanataka kuchukua ardhi yao kwa nguvu. Wazalendo ndio wanapigana nao, na wale wazalendo wanapigana na wale watu ambao wanaitwa Wanyamulenge. Kwa hiyo vita vyao kubwa, wazalendo wanapigana na Wanyamulenge, sio na serikali ya Kongo. Sasa hivyo swali langu lingine ni kwamba kadiri serikali inavyojua kwamba wazalendo zone ya Fizi kuna kikundi ambao kimeibuka na kinajiita ni wazalendo, wanapigana na Wanyarwanda ambao wanakuja kuchukua ardhi ya mzalendo. Hivi serikali inafanyaje, ama serikali inapanga miundo gani ya kuja kuonana na wazalendo? Ni kweli, sio unauliza vizuri. Neno wazalendo sio kwamba ni zona ya Fizi tu, hapana. Wazalendo ni wazalendo wapo Kongo mzima. Mzalendo ni Mkongomani yote mzima ambaye anajifahamu kwamba ni Mkongomani, ni mzalendo. Okay. Ile inakuwa tofauti. Mzalendo anachukulia mzalendo ni ule ambaye anaenda serikali, sio serikalini, amejitoa muhanga kwa kutetea akichukua silaha, ndio inakuwa anaitwa mzalendo. Ila mzalendo ni Kongomani yote ambaye anaishi ni mzalendo. Nchi ya Kongo na tofauti ya Kongo ni mzalendo, ila tunaweka wazalendo kwa sababu tuliweka hilo jina wazalendo wale ambao walijitoa. Sisi tuko hapa, ni kweli, mahojiano yetu tuko diaspora, ni kweli, lakini mzalendo ni ule ambaye amejitoa uhai wake, ameamua kuchukua silaha, nitatetea nchi yangu. Sasa kibinafsi ndio tunakuwa tunaita wazalendo, lakini mzalendo ni ule mzalendo ambaye ni mtu amejali nchi yake. Kama mimi niko hapa, mimi ni mzalendo. Okay, turudi moja kwa moja kwenye pointi langu liko, swali langu liko hivi. Wazalendo, serikali inaposikia kwamba wazalendo wapo sehemu fulani wanatetea ardhi yao, yes, serikali inafanyeje kuhusu wazalendo ambao hawafahamu ni wakina nani, na kama waishawafahamu nini wanapangilia kuhusu kuja kuongea na wazalendo? Wazalendo washaongea na serikali kuhusu kupeleka pendekezo lao au hawajaongea nao?
Kwanza ni kitu ambacho mimi nashukuru sana radio kuja kunioji hapa. Naweza kuongea kwamba ni serikali ya DRC, aidha naweza kusema serikali yetu kwa kweli haijui neno uzalendo, na wala ambao wanajitoa sababu uzalendo, serikali yetu haijui hilo. Haijui kwa kweli, haijui hilo, sababu ingekuwa kwamba serikali inatujali, aidha najali wale ambao wanaoitwa wazalendo, sababu sisi tunaongea kwenye mitandao. Ingekuwa kwamba serikali inajali wale wazalendo wanaojiitoa wazalendo, kwa sasa Kongo haingekuwa na vita, wala hatungekuwa na waasi. Sio vita tu, hatungekuwa na waasi. Na hata huo waasi naona namna nyingine naweza kusema tu ni serikali inaamua iweke uasi iwe, sababu wao wanakula hiyo wakule, sababu Kongo hatuwezi kuwa na uasi, hatuna uasi. Okay, so swali langu la mwisho, nini wazalendo wafanye kuhusu serikali waje kuwaona ili Wanyamulenge watoke kabisa? Ambao nazungumza ni Wanyamulenge, si Wanyarwanda, watoke kabisa katika nchi ya Kongo. Kifupi ambacho nataka niambie tu wazalendo, wale ambao tunaitwa wazalendo inakuwa kama ni siloga, lakini mimi ni mzalendo. Ni mzalendo. Mzalendo ni ule ambaye ule mwenye anayetetea nchi yake. Okay. Kifupi ambacho nataka niseme, hawa hususan naweza kusema tarafa yetu ya Fizi, hata kama weko pale naweza kuona ni sisi wenyewe tunataka tuwaweke pale, sababu Wanyamulenge hatuwaita Wanyamulenge ni sisi wenyewe, sababu hatuwezi kuwaita Wanyamulenge, sisi hatuna Wanyamulenge, ila inakuwa ni sisi kwa sisi. Hata kama naweza kusema ni wazalendo, sisi sote wazalendo, lakini katika wale ambao tunawaona ambao wamechukua silaha ni wenyewe ndio wanasababisha mpaka wakati tu tunaita Wanyamulenge na tuite Wanyarwanda ni wenyewe, sababu sisi kila kitu, sisi hatuna serikali, serikali haijatujali sisi, na sisi tuna uwezo wote. Wale tunaoitoa Wanyamulenge weko tarafa Fizi, Wanyamulenge weko Kinshasa, weko ni tarafa Fizi. Kifupi tu naweza kusema tu wale wazalendo ambao wanajiita wazalendo kweli ambao wanachukua silaha, si tuko nyuma hao, na wale Wanyamulenge tusiwaite Wanyamulenge tena, tuwaite Wanyarwanda tu na wapigwe na watoke. Okay, so kama gisi mnavyomsikiliza ndugu yetu naitwa Dr. Kinyesi anasema kwamba kifupi tu ni wazalendo wapigwe na watoke, waachie ngazi, warudi kabisa, Wanyamulenge warudi. Mbo mimi na swali la kizushi. Naitwa Judge Cloud, mimi mtangazaji wako wa DMTV NSA, na hii hapa ni media pendwa kabisa ambayo tunaenda kwa jina la DMTV NSA. Nikombe katika kupata video hizi moja kwa moja, nenda hapo kwenye kitufe cha rangi ya nyekundu, uandike usubscribe. Ukisha subscribe moja kwa moja utaenda kwenye sehemu ambayo imeandikwa comment, uache comment, and then usikose ku like kila video zetu zote. Ni mimi mtangazaji wako Judge Cloud. Nikombe tu wa kwanza kupata video zetu lazima usubscribe. Kama kusubscribe utatafuta zingine video ziko wapi, utakapotumia link hii basi video nyingine ambayo inaweza kuja uweze kupata link, lakini kama ukisubscribe na tukiposti video zetu basi utakuwa wa kwanza kupata video zetu. Kwa hiyo ni mimi mtangazaji wako Judge Cloud. Asante.